Kwenye ushawishi mkubwa. Hongera sana brother. Shukrani sana. Kwanza nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari, mmeni surprise. Hii sikutegemea. Kwanza pia namshukuru timu yangu ya Black Paida kwa kuweza kufanikisha, kama ulivyoweza kuona ile award ina neno pale la Black Paida kwamba ndio timu ambayo pengine imeweza kutupa ushindi na kuweza kufanikisha hii. Pia nashukuru watu wote ambao wameweza kushare hii taarifa na nini, na watu wote ambao wameweza kusupport kwa namna moja ama nyingine. Shukrani sana. Tuzo wao wanafuatilia kwa Afrika nzima kwa sababu ni nchi 52 ambazo zimeweza kushiriki. Wao wanafuatilia ni vitu gani ambavyo vinafanyika katika kila nchi, vijana wangapi ambao wameweza kuanzisha vitu ambavyo vinawasaidia vijana wengine. Ndio maana wamemmention kampuni ya Black Paida kwamba sasa tuna zaidi ya miaka 8 katika kufanya kazi tofauti na watu tofauti na makampuni tofauti. Kwa wao wanachagua ni nani na nani ambao wanachukua. Kwa kulikuwa na vijana 1500 katika nchi zote 52. Baadaye wakafanya mchujo mpaka tukabaki 100 ambao ndo tulipata award. Hii ni mara ya kwanza kuweza kushinda au ulishawahi kushinda tena tuzo za design kama hii hapa ambao umeweza kushinda Ghana? Mimi sikuwahi kushinda tuzo ya namna yoyote ile. Hii ni mara yangu ya kwanza kushinda tuzo hii na sikutegemea. Na nilipopata email yao nilijibu na wakanihitaji niende Ghana kwa ajili ya kuweza kupokea hiyo award. Nimefurahi sana na sikuwahi kushiriki. Sasa ni kwa namna gani unafarijika kuona Mtanzania mwakilisha nchi kwa namna hiyo, kwa sababu zaidi ya vijana 100 nchi tofauti, lakini nchi ya Tanzania imeibuka na wewe ndio umebeba hiyo tuzo, ni kwa namna gani unafarijika? Faraja ni kubwa sana kwa sababu kwanza ndio maana hata nikaomba kuwa na access ya kuwa na bendera ya Tanzania, kupeperusha bendera ya nchi yetu. Vile vile imekuwa ni jambo zuri kwangu, imekuwa ni furaha kuwa na historia ya tuzo ya kwanza ambayo imetoka nje ya Tanzania na kutambulika kwa Afrika nzima. Kwangu imekuwa ni furaha sana. Black Paida mara nyingi mnahusika katika masuala ya picha, photography na nini. Tukizungumzia masuala ya ushawishi, inawezekana kuna kundi la vijana wengi unasema kushika kamera na masuala ya ushawishi kidogo utakuwa mwapa nguvu kwenye hili. Labda uielezee kwa vijana pia nao kuweza kupata mileage na kutambua kwamba of course ni kamera tu, lakini unaweza kufanya kitu kuonekana ni moja kati ya watu ambao wenye ushawishi mkubwa kitaifa na kidunia. Categories zilikuwa nyingi katika vijana ambao wameweza kushiriki katika nchi zote 52. Kwa kulikuwa na wengine wanafanya masuala ya mapambo, wengine walikuwa wanashiriki na masuala ya event planners, na wengine photographer ilikuwa peke yangu. Na hii photographer ni kwa sababu pia kuna vijana wengi ambao pengine wamekuwa photographer leo kwa sababu yangu mimi. Au wamekuwa wakifuatilia zile harakati ambazo nilikuwa zikifanya kama photographer. Mimi ni photographer ambaye sikubebwa na mtu fulani kuwa photographer ambaye naweza nikawa najulikana. Ni photographer ambaye nimeanza chini na watu wengi wanajua, nimefanya kazi na watu wengi, especially wasanii na watu wengine mbalimbali. Kwa hiyo pengine hii inaweza kuwa imekuwa chachu ya kuinfluence vijana wengine ambao wanaweza kaanza hata wakianzia chini kabisa kwenye kamera za kuazima na kodi na kufanya nini, mwisho wa siku unaweza kuwa una own cha kwako. Changamoto ni nyingi, hakuna kazi ambayo haina changamoto. Umefika hatua unaenda unasafiri mpaka mikoani au pewi hata nauli, unaweza kufanya kazi na watu na unajulikana umefanya kazi kubwa. Wengine unaweza kuibiwa vifaa, shaibiwa sana vifaa, mtu anavunja chombo cha usafiri baadaye anachukua vifaa, au kutapeliwa au kuahidiwa kwamba bana njoo ufanye kazi fulani alafu tutakupa. Unajua ukiwa photographer au videographer unaenda kwenye event alafu unafanya coverage vizuri alafu baadaye mlipaji umuone yeye anachotaka aonekane kwamba bana nimepigwa picha na mtu fulani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi na watu wengi wanapitia hata pengine zaidi ambazo nimepitia au na kadha. Cha muhimu ni kutokata tamaa katika kitu chochote ambacho unaweza kukifanya. Black Paida sasa hivi tuna vitu zaidi ya kila ambacho tulikuwa tunakifanya as a photographer. Tuna kampuni nyingine ambayo baadaye nita-introduce, tutakuwa tunadeal na masuala ya printing, event planners, na vile vile Black Paida ina own the studio ya audio, na vile vile Black Paida ina sound na stage ambayo baadaye tuta-release. Tutajie pia utofauti wako wewe ambao unahisi, kwa sababu kisha kwa una tuzo tayari kuna matabaka yanajitengeneza hapa. Wenyewe wanasema maji yanajitenga na mafuta. Sasa utofauti wako na wapiga picha wengine? Kwanza kama mmeona katika kila mtu ambaye amepost nimerepost. Katika kila mtu ambaye amecomment nimejibu. Yani hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikanifanya nikawa Kasam Paida mpya. Yani Kasam Paida ni yule ni wa kawaida, yani
utanikuta kwa Selebonge, nitakula chips zangu. Selebonge mumeona kaja hapa utanikuta kwenye biliani, nitagombea wali, nitafanya nini. Yaani maisha yangu ni ya kawaida. Hata siku moja uwezi kuona hata kwenye social media yangu nikiposti kwamba leo nimefanikiwa kupata kitu fulani ambacho eti kitakukatisha tamaa. Otherwise nitaposti kamera, nitaposti accessories ambazo pengine zitakutia moyo kwamba mimi natamani nione hii kamera. Lakini siwezi kuposti, hakuna mtu anajua gari yangu. Hakuna mtu anajua hata napoishi. Hakuna mtu anajua sijui nina kitu gani, no. Ila utajua ofisi, utajua na vifaa ambavyo ninaona. Huyo ndio Kasampa ile. Hata siku moja huwezi kuniona eti nimeposti pesa, nimeposti sijui nakula chakula kizuri. Najua kuna wenzangu ambao pengine ni wamepitia kama mimi, wamekosa hata mlo. Eti leo nikiposti chakula mimi itakusaidia nini wewe kama kijana? Mimi sio. Mimi kuna zaidi ya kazi ya photographer ambao naifanya. Creative ni shughuli yangu. Na mostly hawa watu ambao unaona wenyewe pia wanafanya shughuli za ubunifu. Kwa kuna namna moja ama nyingine ninakaa mchango kangu wa walau 1%, 2, 3 inayonifanya niwe karibu nao. Naweza kawa niko na mtu fulani lakini huwezi kuona hata baadaye nimepost picha, either nimempiga picha au na nini, lakini pengine kwenye kazi yake tukashauriana, tukajenga na nini, au na wataja wote ni sehemu ya familia yangu kama marafiki, kama jamaa, kama tunaweza tukashauriana. Kwa mimi sio star, ila marafiki zangu ni hao ambao wewe ndio unawaita master.